Ah, eh, Mara nyingine ninapokuwa peke yangu ndio wakati ambao huwa nafikiria sana, na ninapoangalia hasa mstakabali wa nchi yetu ya Kenya mahali ambapo umefikia. Nimekuwa mtu wa kusoma mambo mengi. Binadamu kamili lazima uwe unafikiria, lazima uwe unajiuliza tumetoka wapi, tunaenda wapi. Lazima uwe unajiuliza katika akili zako una wajibu gani, unatakiwa kufanya nini, position yako ni gani katika jamii, una msaada gani katika jamii. Lakini ni vyema kujua kwamba Mungu anapokuleta katika ulimwengu anakuleta kwa wakati wake, na anakuleta akiwa anajua kwamba wewe utahudumu kwa kazi ambayo amekuleta kwayo. Leo nataka nikuletee watu wachache ambao wajibu wao waliweza kutekeleza. Kuna watu wengi Mungu amewatuma katika safari hizi za duniani, lakini hawakutumia wajibu wao vyema, ama kazi ambayo Mungu aliwatuma waweze kuitekeleza hawakuweza kuitekeleza kamwe. Nataka nizungumzie kitu kinaitwa demokrasia. Demokrasia, unaposikia demokrasia, hii ina maana sehemu isiyo huru na inayotakiwa kuwa huru. Sehemu ambayo haiko huru lakini inatakiwa kuwa huru. Na watu wachache ambao huwa wanafunuliwa hiyo jonzi, mara nyingi ni rahisi kukosa kueleweka katika jamii, na ni rahisi kupokelewa kana kwamba ni watu wenye kuzua urumai, vita, watu wangomvi, watu ambao katika jamii wanaonekana watu wakorofi, watu ambao wapendi amani, watu kupenda vita. Katika jamii watu kama hao ndivyo wanavyochukuliwa. Lakini kuna kitu kiko nyuma ya demokrasia. Mtu mwenye demokrasia unapokuwa naye, basi kuna mtu ambaye amebarikiwa sana na ambaye maono yake ni makubwa na marefu. Unapofanikiwa kuwa na mtu kama huyo ambaye ni mwanademokrasia, basi unaweza ukafaulu katika safari zako zote, kwa sababu mwanademokrasia ni mtu mwenye mawazo marefu na maono yake pia ni marefu. Demokrasia unapotajwa mahali popote unakuja kugundua kwamba demokrasia ni sehemu ambayo haiko huru na inatakiwa kuwa huru. Demokrasia hutajwa kama silaha ya kutafuta uhuru. Kwa hivyo unapoitwa mwanademokrasia, mwanamageuzi ni jina lenye thamani kuu sana. Na tunaposhindwa kuelewa wanademokrasia maana yake nini, mwanademokrasia mara nyingi, point number 1, anaweza tayari kufa. Na si kwamba yuko tayari kufa kwa sababu anapenda kufa. Ni msukumo anaokuwa nao katika moyo wake ambao unaweza kumwelekeza katika hatari hiyo. Yaani ina maana kwamba msukumo huo unapokuja, mara nyingine watu hawa hawadhamini maisha yao, lakini wanaweza kudhamini tutaweza kutokaje katika ukandamizwaji huu ambao tunajipata. Kwa hiyo mwanademokrasia siku zote yeye huwa anaangalia, anasema ni kweli tunahitaji kupata haki ya mambo fulani, lakini hatuyapati kwa sababu kuna kikundi cha watu mahali kinaweza kukaa na kupindua hizo haki. Kwa hiyo mwanademokrasia ni mtu wa kuweza kutetea hizo haki zote. Na mara nyingi wale ambao anapigana nao ama anapotaja mambo hayo, wale wanaofaidika, wale waliokuwa wanafaidika ama wanaotumia ukandamizaji huo kwa kufaidika,
mara nyingine ndio wanaweza kuchukua hatua ya kuangamiza hao wanademokrasia. Kwa hivyo mwanademokrasia ni rahisi kufa kwa sababu anakufa kwa sababu anapigana na watu ambao hawataki demokrasia kuwepo. Si kwamba wanapenda kufa, lakini kwa sababu wanapenda freedom iweko, ndio sababu unaona kwamba wanaweza kupigania hiyo freedom kupatikana. Kupatikana kwa hiyo freedom, mara nyingine wanaweza kufa na kuangamia. Kwa hivyo unapokuwa na mwanademokrasia mahali, ni mtu ambaye amebarikiwa sana, mtu mwenye maono. Naweza kukutajia wanademokrasia wachache ambao waliweza kupigania nchi zao. Mwanademokrasia anaweza kuwa mchungaji, mwanademokrasia anaweza kuwa mwanasiasa, mwanademokrasia anaweza kuwa mwalimu, mwanademokrasia anaweza kutokea mahali popote, anaweza kuwa hata ni mkulima. Maana unapoangalia mwaka wa 1446 kulikuwa na huyu aliyekuwa anaitwa Martin Luther. Katika hicho kipindi alikuwa ni padri kule Jerumani, na baada ya kusavu kwa muda, wakati ilifika mahali akaalikwa katika Vatican, ambapo alienda akakuta maisha aliyokuwa anahudumu kama padri katika upande wa Germany. Alikuwa mtu wa kujitolea na mtu wa kupigania, yani mtu wa kujitolea na kuhudumu kwa moyo wa dhati. Lakini alipoenda sehemu ya Vatican akagundua kwamba mapadri wenzake washerati, wasinzi, walevi, yani anaza kwao inakuwa mezani, yani kwao hawakuwa wanajisuia kwa kitu chochote kile. Kwa hiyo aliporudi alisikia akihukumika sana. Baadaye alifanikiwa kupata Biblia ambayo ilikuwa hairuhusiwi kusoma na watu wengine. Wao walikuwa wanaweza kutolewa zile pamphlet ambazo ni kama Jumapili hii tutasoma kitabu fulani, unaletewa tu karatasi hayo mavasis. Kwa hivyo Biblia nzima ulikuwa hujai kuona, una zile sehemu za karatasi moja kidogo kidogo. Na alipoigundua alianza harakati, na ndio alileta mangeuzi. Kama ukisikia Protestanti ilianzia hapo mwaka wa 1446, ndio makanisa mengi yalianza kutokea. Kwa hivyo tunaona mwanademokrasia wa kwanza, si wa kwanza sorry, lakini angalau katika hali yani mapema mwaka huu 1446 tunaona kina Martin Luther huyo anatokea. Kuna Martin Luther wengi, lakini kuna huyu Martin Luther pia Junior ambaye tunamjua Marekani mweusi huyu, ambaye pia alikuwa ni mchungaji vile vile, na huyu mchungaji pia aliweza kupigania taifa la Marekani Negroes kuwa huru. Lakini tunaona mwisho wake kwamba aliposafiri kwenda Netherlands alipigwa risasi na kufariki. Lakini tunaona mageuzi aliyoyaleta katika taifa la Marekani yaliweza kusaidia taifa la Marekani, ambao leo Marekani wanaweza kusema demokrasia, lakini ilianza na kina Martin Luther. Kwa hivyo unapoangalia hao wawili, Martin Luther huyu pia wa kwanza kwa mwaka 1446, hata yeye alifariki pia, na hakufariki kwa uzee. Martin Luther aliuawa pia. Martin Luther wa Marekani aliuawa pia. Unapokuja kugundua kwa demokrasia ni kitu kizito, na hawa watu wa demokrasia si kwamba ni kupenda kwao, kwamba wanahisi katika moyo wao kwamba wanahitaji kuwa huru, na kwa sababu wanahitaji kuwa huru ndio maana kuleta kutaka uhuru patikane. Mwanademokrasia anaweza kuwa mtu yoyote yule, na mara nyingi watu hawa huwa wajidhamini, huwa wajipendi. Watu hawa hujimwaga kwa kutaka haki. Kwa hivyo kufa kwao si uchungu, lakini wao wanaweza kupigania nchi mpaka watu kuwa huru.
Furaha ya mwanademokrasia yeye ni kutaka kuona watu wanaishi vyema. Hiyo ndio furaha yake, na anapo win hiyo basi ufurahi sana anapokuwa amewin ama ameleta mabadiliko, mpaka jawabu limepatikana, mpaka serikali, kama ni serikali imetengeneza, basi ni furaha ya mwanademokrasia. Unapokuwa na mwanademokrasia una kitu cha thamani sana katika maisha yako. Kwa hivyo wewe mwenzangu, mahali ulipo, unaweza kuwa ni wewe pia.